moja nilikuwa ninasafiri kwenye treni, safari mama moja ambapo nilipata nafasi ya kuongea naye kuhusu Kristo, habari za Kristo. Mama yule aliniambia kuwa yeye anasali na anaungama dhambi. Nikamuuliza, mama, baada ya kuungama dhambi, je, huwa dhambi zinaisha? Akasema, mwanangu, dhambi haziishi. Zaburi 51 inasema, mamangu alitunga mimba katika hali ya dhambi. Kwa hiyo sisi wanadamu tumezaliwa katika hali ya dhambi toka utotoni. Niliposikia hivyo moyo wangu uliwaka sana, kwa sababu nikahisi kama kazi ya Yesu Kristo bado haijafahamika. Kazi ya Yesu Kristo kuja kutukomboa na huyo mkoloni anaitwa dhambi bado haijafahamika. Kweli nikasema, mama, ninashukuru sana, lakini nilichukua homework kutafakari. Nikajiuliza, kama Yesu alishamshinda huyu mkoloni dhambi na sisi akatuweka huru kutoka kwenye utumwa wa dhambi, kwa nini huyu mkoloni bado ana nguvu kiasi hichi? Na utaka kujua hivyo, waulize watu wanaoamini au Wakristo. Je, wameokoka? Watasema wameokoka. Je, ni wana wa Mungu? Watasema ni wana wa Mungu. Lakini ukiuliza, je, hauna dhambi? Watasema hilo swali ni gumu sana, kwa sababu inaeleweka kuwa watu wote wana dhambi. Lakini sio kweli. Tukisema kuwa watu wote wana dhambi, inaonekana kama kazi ya msalaba haina maana tena. Inaonekana kama Yesu hakufanya kitu chochote. Sasa kabla ya kuendelea kuelezea, nikutolee mfano mmoja. Wana wa Israeli baada ya kukombolewa kutoka katika nchi ya utumwa Misri kuelekea Kanaani, walipokuwa huru hapo jangwani, wengi wao walikuwa wanaishi kivuli cha utumwa. Walikuwa wanakumbuka nyama za utumwa na maisha ya utumwa. Kwa sababu hiyo iliwasababisha wasiwezi kufika nchi ya ahadi. Watu wawili tu ambao walitoa yale mawazo ya utumwa na kuanza kuishi mawazo ya nchi ya ahadi ndio waliofika Kanaani. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi walikuwa wanaishi nchi ya utumwa au kivuli cha utumwa walikuwa wamekana asili yao, waliendelea kuishi asili ya utumwa. Nilipata hapo. Kwa hiyo hata ukiangalia katika mfumo sasa wa Kristo, baada ya Yesu kuja, mfumo wa kuamini, baada ya Yesu kuja alitukomboa, na kila muamini anaamini kwa Yesu alitukomboa na dhambi haina nguvu tena. Lakini ipo. Sasa kama mtukomboa ipo, alitukomboa vipi? Sisi bado tuko watumwa? Hapana. Yeye anasema dhambi alifuta, ila kinachosumbua ni kivuli cha dhambi katika fikra zetu, kwa sababu tulishazoea maisha ya dhambi, lifestyle ya dhambi. Hiyo sasa kuitoa ndio kuna changamoto, na hiyo usipoitoa kuingia nchi ya ahadi ni ngumu sana. Ndio maana sasa hapo, kama nilivyosema, mbele za Mungu sasa tuna watu wa aina mbili. Mbele za Mungu tuna watu wanaoamini na watu wasioamini. Mbele za Mungu hatuna watu wenye dhambi, kwa sababu msamiati tunaitwa dhambi ya upo. Kwa hiyo sawa, kwa sababu tayari Yesu alishakukomboa. Nikitolea mfano mwingine, katika nchi za Afrika ambazo zilitawaliwa, nchi nyingi za Afrika ambazo zilitawaliwa, ambazo hazikurudi kwenye asili yao, zinahangaika sana kimaendeleo. Lakini nchi kwa mfano kuchukulia kama India na China, ambazo baada ya kupata uhuru zikarudi kwenye asili yao, zimepata maendeleo makubwa. Sasa katika hali hii ya wokovu au injili, ukiangalia kwa mapana, injili kazi yake kubwa ni kurudisha watoto wa Mungu kwenye asili yao ya uungu, asili yao ya utakatifu. Huko ndio tunaitwa kwenda. Hiyo ndio nchi yetu ya ahadi, kwa baada ya kukombolewa kutoka kwenye ukoloni wa dhambi. Kwa hiyo ndio maana tunapohubiri injili tunatangaza msamaha wa dhambi, na tunatangaza mtu akishapokea msamaha wa dhambi anakuwa mtoto wa Mungu, anarudi kwenye asili ya Mungu. Lakini
Mafundisho mengi ukiangalia katika dini yamebase kwenye Agano la Kale ambao ilikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Kuna kuta watu wengi wanaishi kivuli cha dhambi. Watu wengi wanaishi kivuli cha dhambi badala ya kuishi maisha ambayo Mungu amewaandalia, maisha ya utukufu, maisha ya utakatifu, maisha ya haki katika fikra na fahamu zao na moyoni mwao. Kwa hiyo siku ambapo utakubali ya kwamba wewe uko huru kwa kumwamini yule Yesu ambaye alilipa gharama pale msalabani kwa ajili ya kukomboa wewe, na wewe ukafanya maamuzi ya kuachana na kivuli cha dhambi, kuachana na mawazo, kuachana na tabia, kuachana na lifestyle ambayo ya yule mkoloni dhambi, na ukaanza kuishi lifestyle ya mtawala wako mpya ambayo ni Kristo, lifestyle ya haki, lifestyle ya utauwa, basi hapo ndio utaokoka.